العرب والعجم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mgeni wetu rasmi Sheikh Dr. Mustafa, Sheikh wa mkoa wa Dodoma, Al-Habib Sheikh Othman Maiko, Sheikh Othman Singa, meya wetu, viongozi wote wa BAKWATA, mashekhe wa Singida wote na maustadhi, wamama wapendwa watukufu na wanafunzi na wazee wangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika Singida leo inatoa nuru. Singida leo inatoa nuru ya hali ya juu sana. Nyuso zina furaha, kila unayemuona ana furaha. Hata yule anayedaiwa leo kasahau kwamba unadaiwa. Salatu Muhammad. Yani leo ni siku ya furaha kabisa. Yani nyuso za Singida leo yananikumbusha maneno ya Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, ammi yake bwana Mtume Muhammad. Hebu soma kitabu kinaitwa Zadul Maad, mujalladi wa 3, ukurasa ni 482. Tumsalie bwana Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Sahaba mtukufu huyu, yani nyuso za Singida leo yananikumbusha maneno yake alipomwambia bwana Mtume Muhammad, wa anta lamma ulita asharakatil ardhu wa dhaat binurika al-ufuq. Bwana Mtume Muhammad, wewe ulipozaliwa ulimwengu ulizagaa nuru, majabali yalifurahi, miti ilifurahi, mbingu zilifurahi, nyoyo zime kwa kuzaliwa na ya Allah, nyoyo zime kwa kuzaliwa na Allah, ulimwengu ya Allah, ulimwengu nyoyo zime. Asaliwe bwana Mtume Muhammad. Jamani, ni nani leo ambaye hana raha? Yule ambaye leo hana raha ni Ibilisi. Ibilisi leo ndio hana raha. Twende katika Al-Bidaya wa Nihaya, mujalladi wa 2, ukurasa 297. Tumswalie Mtume. Anasema anna iblisa ranna rannatan azimatan indama ulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibilisi ndiye alinuna, Ibilisi ndiye alokasirika, Ibilisi alipiga makelele na kuvunja ukuta siku alipozaliwa bwana Mtume. Kwa hivyo leo, siku ya leo, lazima tucheke jamaa, lazima tufurahi. Leo ni siku ya harusi ya Salih Mtume Muhammad. Leo lazima tufurahi. Leo ndio siku kubwa sana, na nimefurahi sana leo kuwaona mama zetu, dada zangu wa Singida wamejitokeza kumpokea bwana Mtume Muhammad. Yani nimefurahi sana kitendo walichofanya wamama wa Singida leo. Wamenikumbusha wakati wa Mtume. Twende katika Zadul Maad ya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ni mujalladi wa 3, kurasa 482. Tumsalie Mtume Muhammad. Anasema falamma dana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min almadina kharaja an-nasu wa kharaja an-nisa was-sibyani yaqulna, asema bwana mtume Muhammad alipoingia Madina, wamama walitoka, watu wakatoka, watoto wakatoka, wanasema nini? Tala al-badru alaina, ya Allah, tala al-badru min thaniyati wajaba shukr mada la hida Allah wajaba shukr mada la hida أيها الماء اهدي بالأمر الله أيها الماء جئت بالأمر. Asalimu alaykum Muhammad. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio dini. Hii ya leo mlioyaona hapa, hii ndio dini. Mimi kila siku nawaambia vijana, kuna dini na kuna dili. Hii ndio dini ya leo hii. Hii tumekusanyika, uwanja unatoa nuru jamaa, kwa ajili ya nani? Ya bwana mtume Muhammad. Hebu tende kwa Ibn Taymiyyah anasema nini? Fungua kitabu chake As-Sarimul Maslul ala Shatimi Rasul, mujalladi wa 2 ukurasa 317. Tumsalie Mtume. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anatuambia jamaa, hii ya leo Singida ndio dini. Asema qiyamul madhati والثناء على النبي والصلاة على النبي والتعظيم له قيام الدين كله. Kusimamisha vikao vya kumsifu bwana mtume Muhammad, kusimamisha vikao vya kumswalia bwana mtume Muhammad, kusimamisha vikao vya kumtukuza bwana mtume Muhammad. Qiyamuddini kulli, huko ndio kusimamisha dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo dini ya Allah iko hapa leo. Hapana kuona tunakaa tunafanya mambo kiupuzi, tunafanya mambo kwa dalili. Baba, ikiwa hujui njoo ulize. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kwenye kitabu chake Ar-Ruh ukurasa 180, tumsalie Mtume, anasema nini? Fakam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min alfahmi saqimi. Ni watu wangapi wanatia kasoro, wanatia doa vitendo sahihi, maneno sahihi, kumbe shida yao elimu yao ndogo, fahamu yao ndogo. Watakiwa wasome jamani. Kina Sheikh Khalid Sudi hawakupotea jamaa, kina Sheikh Juma Pondo hawakupotea jamaa. Waliyafanya mambo kwa dalili, mambo kwa dalili waliyafanya, tena kwa ikhlas, na ndio mpaka leo unaona kila siku yanazidi, kila kuchapo huzidi. Waambieni wapingao maulidi, hata lini jamani? Hamukomi uhasidi, hamuoni kula kuchapo huzidi. Kila mwaka Singida inazidi, wallahi alamin. Mwaka huu si kama mwaka jana, mwaka huu kumezidi kabisa, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo hii ndio dini, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyapenda mambo kama haya. Leo naona mashallah zafa ilikuwa kubwa, watu wametoka wanarukaruka kwa ajili ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twende katika sahihi al-Bukhari,
mujalladi wa pili, ukurasa 444. Salia Mtume Muhammad. Ni hadithi nambari 4444. Ikiwa huna sahihi al-Bukhari, fungua sahihi Muslim, mujalladi wa 6, ukurasa 150, hadithi nambari 892. Salia Mtume Muhammad. Hadithi ya mama Aisha, mama yetu kipenzi tetu, mke wa bwana Mtume Muhammad. Mama Aisha anasema, wallahi laqad raaitu Rasulallah, jamani, nilimuona kipenzi changu Mtume Muhammad, walhabashatu yalabuna fil masjidi, na mahabasha masahaba wa Mtume wanacheza ndani ya msikiti, wanacheza kwa ajili ya Mtume Muhammad. Asema nilipoona mahabasha wanacheza, kipenzi changu bwana Mtume Muhammad aliniambia, ya Humaira, ewe my sweetheart. Sallallahu Mtume Muhammad. Bwana Mtume Muhammad anamuita mke wake kwa jina tamu sana, hello my sweetheart. Sallallahu Mtume Muhammad. Ewe kipenzi changu, ewe kekundu changu, ewe kishuna changu. Sallallahu Mtume. Wajua jamaa, msiwaite wanawake majina yao, Maimuna, Hadija, Halima. Mwite my sweetheart, habibti. Ndio mambo yanakuwa mazuri, ndio maulidi yanafana. Sallallahu Mtume Muhammad. Aisha anasema bwana Mtume akanambia, hello my sweet, atashtahina tandhurina, watamani kutizama raha. Mtume anamwambia mke wake watamani, anamwambia ndio. Amwambia kuja mama, angalia raha. Akamweka mama Aisha kwenye bega lake, wanatizama raha, masahaba wanacheza, wanafurahika. Wanamfurahikia nani? Mtume Muhammad. Je, ni kweli wanafurahikia bwana Mtume? Twende kwenye Sunanu Abi Daud, mujalladi wa 4, kurasa 140, hadithi nambari 4923. Salie Mtume Muhammad. Tumsalie ni Mtume mama zangu, hakuna kulala leo. Leo ni Mtume na sisi na Mtume. Salie bwana Mtume Muhammad. Bwana Mtume ndio anatuambia maneno haya. Anas ibn Malik asema, lamma kadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madina laibatul habasha farahan bidhalika, mahabasha walicheza na kufurahi kwa ajili ya kumfurahikia nani? Na sisi leo tuko Singida kwa ajili ya nani? Bado tunafuata sunna ile ile ya Mtume Muhammad. Wallahi asiyataka maulidi ana maradhi, tumuombe dua Mwenyezi Mungu ampe shifa ya Rabbil Alamin. Unafa jamani, raha kama hiyo utaipata wapi? Furaha kama hii utaipata wapi? Huwezi ukipata furaha kama hii. Watu wana raha leo, wallahi alamin, raha tele kwa ajili ya Mtume Muhammadin. Je, bwana Mtume alipoona maswahaba wanacheza wanafurahi, bwana Mtume Muhammad aliwaambia acheni bid'a, tokeni, acheni mambo kama haya, haram, shirki, inna lillahi. Leo kuna watu wajifanya wana sunna kumshinda Mtume, wanakwambia hapana kwenda maulidini, hiyo bid'a, hiyo shirki, hiyo haram. Lakini bwana Mtume alipoona mahabasha wanacheza wanafurahi, aliwaambia nini? Soma hadithi sahihi al-Bukhari. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa huna sahih al-Bukhari, twende kwenye adabu zafafi ya Sheikh al-Albani, ukurasa 350. Salia Mtume Muhammad. Adabu zafaf ya Sheikh al-Albani. Haina shaka Sheikh hiyo, shakutaja Albani hapo, hiyo goal shapita hiyo. Inna lillahi
Sasa Albani anasema hadithi sahihi ni ipi? Bwana Mtume alipoona mahabasha wanacheza, wanafurahi, wanarukaruka. Kama leo watu wa Singida tumerukaruka, tumecheza kwa ajili ya Mtume Muhammad. Kumbe haya yalikuwemo kutoka zama za nani? Bwana, ikiwa hujui uliza baba, usitukane watu, usiwatukane wazee. Mimi kila siku nasema wazee wetu walikuwa katika njia ya sawa, walikuwa katika njia, maana maisha yao yakawa mazuri. Sisi leo tumekuja na bid'a, mpaka kila kitu kimekuwa bid'a, mpaka kucheka pia bid'a. Unakucheka cheka hapa leo, hata kucheka na mke wako mpaka unanuna nini shekhe? Mpaka kwenye swala zetu msikitini istau unani shekhe, mpaka unanuna mpaka mbele ya mkeo. Jamani, ukinuna utakosa mke. Unaenda kuposa alafu unanuna hapa, utakwenda shekhe upate kitu? Unaenda kuposa na huku unacheka cheka. Mwanamke tasema namtaka yule bwana, yule anacheka cheka yule, yule tanifaa mimi. Haangalii pesa, naangalia kwanza mudi yako. Lakini umekwenda na huku unanuna kama malaika wa motoni, utafukuzwa shekhe, utafukuzwa, upati mke. Kwa hivyo yote haya huyapati mpaka uwe mwana twarika, mpaka uwe ahlu twarika wal hakika, ndio utafurahi. Bwana Mtume Muhammad anawaambia mahabasha, dunakum ya bani arfida, endeleeni kucheza jamani, lete raha, lete vitu. Vitu gani walikuwa wakisema mahabasha? Tukicheza si ajabu wamecheza, Allah msikiti atere manaku, Allah msikiti atere manaku. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia, jamaa, endeleeni kucheza, dunakum ya bani arfida. Al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake Fathul Bari sharh Sahih al-Bukhari mujalladi wa 2 ukurasa 444 anasema maana ya dunakum ya bani arfida ay al-idhnu wat-tanhidhu wat-tanshitu, endeleeni, lete raha. Mtume alikuwa anasema hivyo. Wewe unasema bid'a, wewe hii dini unaifahamu zaidi kushinda Mtume? Hii dini ni yako ama kapewa Mtume? Jamaa, Bwana Mtume ndio anapenda mambo kama haya. Hii ndio dini ndugu zangu, hii ndio furaha. Tuendelee kuyasoma maulidi, na maulidi yana baraka kubwa kweli kweli, kwa sababu Bwana Mtume ana nini? Ana baraka. Bwana Mtume ana nini? Wallahi, uliokuja maulidini leo, yale mambo yako yote mwambie Mwenyezi Mungu, utapata hapa, kwa sababu hapa tumemjia Mtume na Bwana Mtume ndiye mwenye baraka. Je, ni kweli Bwana Mtume ana baraka? Sahihi al-Bukhari, Sahihi al-Bukhari, hadithi nambari 3576. Sallallahu Muhammad. Bwana Mtume Muhammad sallallahu, hadithi ya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah anamwambia, ya Rasulullah, laisa indana maun natawadhau bihi wala nashrab. Mtume wewe, sisi hatuna maji ya kutawadha, hatuna maji ya kunywa, kiu intubana, tufanyeje ya Rasulullah? Masahaba kumbe wakikosa maji wanamfuata nani? Mtume Muhammad. Mambo ikiwa bana wanakwenda kwa nani? Kwa Mtume Muhammad. Na sisi leo tuko kwa nani hapa? Kwa Mtume. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, jamani, yale maji yangu kidogo yako wapi? Bwana Mtume alikuwa na maji kidogo kwenye chupa ama kwenye jagi. Jabir akamwambia, ya Rasulullah, maji hayo tuko watu 100,000, atakunywa nani? Aache jani, nani atakunywa Rasulullah? Bwana Mtume Muhammad akasema, leteni maji yangu. Fawadha asabi'ahu fihi, Bwana Mtume akaingiza vidole vyake kwenye alipoingiza vidole, faja'ala alma, maji yakawa yafuru min baini asabihi, yanatoka kwenye vidole wa Bwana Mtume, ka amthali aluyun, kama mfano wa bomba mfereji.
vidole vya Bwana vilitoa maji kama mfereji. Aha, vidole vya Bwana kama mfereji. Aha, na sisi twasema, aha, na sisi twasema, sisi na mtume, anayo alama, mtume Muhammad, anayo alama, Allah mtume Muhammad, baina katifaihi, baina katifaihi, bega la mtume, bega la mtume. Asalamu alaykum Muhammad. Huyu ndiye bwana mtume tulomjia hapa leo Singida. Wallahi mamangu, dadangu, babangu, mzee wangu, umekuja hapa, umekuja kuvuna wewe. Utatoka hapa na kila haja zako utapata. Al-Imam As-Sakhawi anasema yoyote mwenye kwenda maulidini basi atapata haja zake. Yoyote. Umekuja maulidini, maulidi yana faida mbili. Maulidi yana faida ngapi? Faida ya kwanza, ukija maulidini unapata baraka za mtume Muhammad. Unatoa chochote, umetoa maji, umetoa pipi, unapata baraka ya nani? Nani anakuambia maulidi yana baraka? Kwa al-Imam Sakhawi, kitabu At-Tibr al-Masbuk, ukurasa wa 13, mswalie mtume. Mumekuja kuchukua baraka vijana. Mamangu umekuja kuchukua baraka. Mwambie Mwenyezi Mungu kwa baraka ya mtume, ya Rabbi, mwanangu hajapata mume, mpatie mume wake, atapata. Kwa baraka ya mtume, kijana yangu hajapata mke, atapata. Kwa baraka ya mtume, kijana wangu hana kazi, atapata kazi. Kwa baraka ya mtume sote tutaingia peponi inshallah. Al-Imam Sakhawi anasema wala zala ahlul islami, hawajawacha wenye Uislamu kama sisi watu wa Singida, yahtafiluna bil maulidin nabii, kusherehekea maulidi ya nani? Ya mtume Muhammad. Wanaposherehekea maulidi ya mtume, waluna alwalaima, na wakapika vakula, tukapika mapilau, tukapika nini. Hizi zote ni sunna. Yote haya ni mambo mazuri jamani. Kupika kwenye maulidi ni kheri. Ukipika chakula kwenye maulidi ndio jambo zuri, unapata baraka. Na sisi mbuzi wawili watatu, ngombe wawili watatu, kelele. Shekhe Ibn Taymiyyah anasema, Ibn al-Qayyim anasema maulidi ya zamani, maulidi ya zamani ya nyuma, mbuzi wakichinjwa ni mbuzi 5,000. Elfu ngapi? Al-Bidaya wa Nihaya, mujalladi wa 13, ukurasa 121. Sallallahu alayhi Muhammad anasema mbuzi wa zamani wakichinjwa ni mbuzi 5,000. Shekhe, wenye kula ni wangapi? Leo mbuzi wawili watatu. Shekhe Fadhil, kelele. Ala, tunachinja ng'ombe kwa ajili ya mtume Muhammadin. Tukichinja ng'ombe, tukachinja mbuzi, tunapata nini? Al-Imam Sakhawi akwambia wayadhharu alaihim min barakatihi, watu wale wanapata baraka za nani? Za mtume Muhammadin. Hiyo ni ya kwanza. Faida ya pili, utaondoka hapa na msamaha wa Allah. Wallahi ndugu yangu, umekuja maulidini kwa ajili ya mtume Muhammad, hujakuja kwa nia nyingine, umekuja kwa ajili ya mtume Muhammad. Utaondoka hapa na msamaha na radhi za Mwenyezi Mungu na rehma za Allah zinakushukia. Nani anasema maneno kama hayo? Al-Imam Suyuti kwenye kitabu chake Al-Wasail na kitabu chake Husnul Maqsad, mujalladi wa kwanza, ukurasa 225. Saliyatu wa Muhammad anasema ma min makanin kuria fihi maulidin nabii sallallahu alaihi wasallam, hakuna sehemu yoyote. Mitunduruni leo ni sehemu, si sehemu? Basi sehemu ya leo hapa Mitunduruni, sehemu kama ile ikasoma maulidi, illa hafat ahla dhalika almakan
birahmati waridhwan. Watu wale yote mliokuja hapa mutapata radhi za Mwenyezi Mungu, mutapata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka za Bwana Mtume Muhammad, kwa baraka za Bwana Mtume Muhammad, kila mwenye maradhi muondoshe. Kwa baraka ya Bwana Mtume Muhammad, kila mwenye balaa muondoshe. Kwa baraka ya Bwana Mtume Muhammad, kila mwenye shida na mumewe mtengezee. Kwa baraka ya Bwana Mtume Muhammad, kila ambaye hajaolewa mpe mume wa kheri. Kwa baraka ya Bwana Mtume Muhammad, kila ambaye hajaoa mpe mke wa kheri. Kwa baraka ya Bwana Mtume Muhammad, kila ambaye hana kazi mpe kazi ya kheri. Kwa baraka ya Bwana Mtume Muhammad, wahifadhi viongozi wetu, mpe afya kipenzi chetu, wape nuru wazee wetu, mufti wetu Mwenyezi Mungu muhifadhi, mlinde rais wetu Mwenyezi Mungu muhifadhi, mlinde viongozi wetu wa serikali wa Singida wote Mwenyezi Mungu awahifadhi, viongozi wa BAKWATA wote Mwenyezi Mungu awahifadhi, awape kheri wanafunzi, Mwenyezi Mungu awape elimu, awape akili, awape fahamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, twakuomba ya Allah, ya Rabbi, kila aliyekuja hapa msamehe madhambi yake. Kila aliyekuja hapa ya Allah msamehe madhambi yake, tusamehe ya Rabbi. Wewe ndiye Mwenyezi Mungu wa pekee, wewe ndiye mwenye kila jambo, wewe ndiye mwenye kusema kun faya. Ya Rabbi, tusamehe ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka ya Mtume Muhammad, kama tulivyokusanyika hapa Singida, tukusanye peponi, tukusanye peponi, tukusanye peponi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, jalia mwisho wetu uwe mwisho mwema. Ya Rabbi, jalia kalima yetu ya mwisho iwe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Namaliza ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo wallahi ni furaha kubwa sana. Kikao kama hiki ni kikao cha baraka na cha kheri, ni kikao ambacho kwamba hakina hasara, ni kikao ambacho kwamba kila aliyekuja hapa atapata mazuri na furaha. Ushahidi Sunan Tirmidhi, nimalize hadithi nambari 3380. Hadithi inasema ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah wa yusalluna ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Kikao chochote ambacho kwamba watu watakaa, watu wale wamswalie nani? Wamswalie nani? Ila watu kama wale wataondoka na rehma na baraka, wataondoka na rehma na baraka. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. الشرع شرع أحمد ودين ما بدا به. ثم المحب عاشق برؤية حبيبي. حليم هذا علمه ما في الورى كمثله. خيار خلق أحمد ختام أنبيائه. الله محمد محمودنا مرادنا لقائه. الله اللهم صل على محمد وآله. Ya Rabbi, wazee wetu Sheikh Isa Simba, Sheikh Hamisi, wape umri mrefu, waondoshe balaa na bashara, wape kheri. Kila mwaka tukutane tena hapa inshallah, kila mwaka tukutane tena Singida, na mwisho peponi na Mtume Muhammadin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.